Cha muhimu ni kuwa na upendo na heshima kwa ndoa. Tukifuata hizo vitu mbili, ndoa zetu zitadumu: upendo na heshima. Mpenzi mtazamaji, karibu kwa channel hii ya Love of Theo. Siku zote jina langu ni Omuse Theophilus. Na hivi leo niko na kiongozi hapa ya vijana wa Catholic Young Adults. So hata ukimwona kwa young kiasi uso inameremeta hivyo. So tunataka tu kumuuliza maswali kuhusu changamoto. Ni nini inasababisha changamoto katika ndoa zetu, changamoto katika maisha yetu ya kila siku, katika mahusiano yetu. So hebu tusikie ana lipi la kutuambia na kuna jambo lipi ili tuweze kurekebisha jambo hili. Tutafanya hivi vipi? Bro, majina? Patrick Mwangi Kamau. Patrick Mwangi Kamau, unatoka eneo gani? Kehingo Ward, iko Saindi ya Njoro. Saiza Njoro. So karibu sana kwa channel hii ya Love of Theo. So tungependa tu kujua katika maisha ya ndoa, ama katika maisha yetu ya kila siku ya ndoa, ni nini haswa? Sababu kukiangalia runinga kila siku ama kila wiki kuna mauaji katika familia, katika mahusiano. Mtu ameoa mwingine amekata mwingine kisu. Wewe ukiona kwa maoni yako, unaona ni nini hasa inasababisha maneno haya ama jambo hili? Mimi nikiwa kama Patrick Mwangi Kamau, changamoto ambazo ziko kwa ndoa, kitu cha kwanza, jambo la kwanza, mtu anapooa anakosa kuoa rafiki yake, kwa sababu ni lazima umuoe mtu ambaye ni rafiki yako. Pili, changamoto zinazochangiwa kwa ndoa, jambo moja, simu ambazo tuko nazo zinachangia kwa ndoa, na kutokuwa waaminifu kwa ujumla. Kwa hivyo wakati labda umekosa kumuoa rafiki yako, ni mtu ambaye ili uoe rafiki yako ni lazima muishi naye kwanza kwa muda, labda kwa ule hali ya urafiki kabla muoane. Na mkioana ushamjua mtu. Lakini kwa saizi katika ndoa unapata tu watu wamepatana kwa siku chache na wanaoana. Kwa hivyo haumjui mtu. Kesho utapata huyo mtu na rafiki yake. Mfano, kuna watu wanapenda kuitana sweetheart. Kesho utapata mtu hujui huyo mtu ama ni wa familia. Kama ni mambo na simu, tuachane na simu ya mtu na mwingine. Na kuacha simu ya mtu na mwingine sio kumaanisha ufanye mambo yako ili, kwa sababu mwenzako wa ndoa haguzi simu yako. Ni lazima uaminike katika ndoa. So wakati mimi niko na simu ya mke wangu, asijali akiwa kwenye yako, hahofii chochote, kwa sababu hakuna chenye anafanya kwa hiyo simu. Kwa hivyo simu inaleta shida, kwa sababu katika hali za kazi utapata mtu labda amekusalimia, na njia yenye amekusalimia nayo ni matamshi ambayo yenye ametumia, unakuta mwenzako wa ndoa hakupata kuyaelewa, ama labda hamko free na yeye, ile hali ya kwamba eti ni lazima ajue wewe uko na marafiki na mimi niko na marafiki. Kwa hivyo mimi nikiwa na marafiki zangu ni lazima niwaambie, ni lazima niwafunze mimi hali ya kuishi kwangu. So simu zinaleta shida sana, kwanza simu, na sasa watu kutooa rafiki yake. That's why unapata watu wengi mtu ameua mwenzake wa ndoa, mwingine ameua watoto, kwa sababu hata sisi wenyewe hatuko serious wakati tunaoana ama tunapofanya mambo mengine hasa kuhusu ndoa. Now, umezungumzia kwamba sana ile kukua marafiki. Zama zile wakati wazazi wetu ama wakina babu zetu walikuwa wanaoana, ilikuwa tu mtu anatafutiwa mtu na wazazi. Hawajajuana, hawajakuwa pamoja. Lakini bado wakati ule kulikuwa na ule inaitwaje? Kulikuwa na ule kutii, na hakukuwa na hizi mauano zote nini. Je, kuna nini? Vile nyakati zinaenda, tuna improve in terms of technology. Kwa hivyo kama kuna henzi zilikuwa ninatafutiwa mke na babangu ama mamangu, tunazikumbuka hizi zile, lakini kwa saa hizi, kwa sababu ya tuko digitali. Kwa hivyo labda umetoka Mombasa na umekuja kusomea Nakuru. Huenda ukimaliza shule utapata msichana mwenye mumesikizana huku na labda mumependana. Kwa hivyo ni mtu mwenye unaweza chukua na umpeleke kwa familia yenu, aangaliwe na familia yenu, ama hata kama hata kuwa improved by wazazi wako eti unaweza muoa, lakini kwa roho yako wewe mwenyewe, wewe ndio unafaa uamuzi wa kuoa huyu ama kuoa huyu. Kwa hivyo kwa saa hizi ni vyenye tunapelekana na wakati. Lakini hata kama tunapelekana na wakati, bado hata enzi hizo za kutafutiwa bado kulikuwa na upendo, na saa hizi pia tunafaa kuwa na upendo. Yeah. So ni kwamba vijana siku hizi lazima tu, kama unataka kujua tu, lazima upate yule rafiki wako.
Ni lazima upate rafiki wako kwa sababu huwezi oa adui yako. Kwa hivyo mtu unayemuoa ni mtu mwenye atakukubali kwa boma wakati wa shida, wakati wa furaha na wakati mnapozungumza. Pili, hata pia katika zile changamoto zinafikia watu kuuana ni tunakosa communication. Labda unaoa mtu na pia wewe bado akioleka kwako unapata changamoto. Kwanza unapata wasichana wa sasa, kwa sababu nimesema tuko dijitali, hujui mtu. Ni lazima ujue kariba ya mtu, amelelewa aje, na before mjuane ni lazima ujue huyo mtu ametoka kwa familia ya aina gani. Lakini akija kwako, kuna wasichana labda utamuuliza kwa nini hujafanya hili kwa boma, anakwambia mimi nilioleka kwako nikiwa bibi, si kuoleka nikiwa mfanyikazi. So itabidi saa zingine unakuta wengine wanakwambia eti ungekuja na chakula kutoka kwa soko. Sasa unashindwa mpaka mkipata watoto, je, mkijaliwa watoto bado watakuwa akinunua chakula kwa soko? Kwa hivyo ni lazima kuwe na upendo, na jina upendo tukiitumia hata kwa Mungu ni jambo nzito sana, na that's why sisi ni lazima tuwe kanisani tufunzwe mambo kuhusu upendo, kwa sababu wengi wetu wanachukulia tu upendo ni ile tu ya kuwa girl and boyfriend ambayo la Valentine. Hiyo ya Valentine. Lakini kwa saa hizi upendo unafaa utoke ndani ya moyo wako. Ujue umechukua mtu mwenye si wa familia yenu, au umechukuliwa na mtu mwenye si wa familia yenu. Ili mpate kuingiana ni lazima muwe urafiki, roho ifunguke kwa mtu na mwingine, ndio mnapokosoana mwingine asikuje akajihisi kwanza anatritiwa vyenye haifai. Kwa hivyo communication pia inachangia katika changamoto za ndoa. So kuna wale wengine saa zingine ni kwamba kama kuna mtu ndio labda mwenzako anajua marafiki wako na wewe anajua marafiki wako, lakini kuna wale wengine wanakuanga hawataki sana kuonyeshana wenzao kuhusu marafiki wao. Je, utafanya vipi? Katika ndoa ni lazima kuwe kabla uoleke ulikuwa na marafiki, lakini wakati wa kuolewa ni lazima uwe na mipaka ya marafiki. Huwezi sema kwa maana kwa sababu ulikuwa na rafiki unaweza kuja kwako saa 3 kwa bwanako saa 3 eti kwa ajili ulikuwa na rafiki na eti bwanako anajua huyo rafiki. Rahasha. Ni lazima ukiingia katika ndoa uwe na uamuzi wa ndoa, ujue kunahitajika heshima na pia kunahitajika upendo. Kwa hivyo ni lazima nikupende wewe ukiwa mke wangu, na ni lazima na wewe uniheshimu ukiwa mke wangu. Okay. So kuna hili dana la maybe kufanya kazi. Niko na kazi, mwenzangu pia wa ndoa yuko na kazi. Je, zile finances ama hela tunazipata kwanza, before tuanze hivyo, kuna jinsi yoyote ambayo finances ama hela inachangia hizi mavurugano katika ndoa? Zinachangia katika ndoa, kwa sababu labda mke ako kazi, mimi niko kazi, lakini unakuta pesa za mke ni zake, lakini pesa za mume ni zetu. Ni haki? Sio haki, kwa sababu tuliona ili tupate kusaidiana. Kwa hivyo ni lazima hata tuketi chini, kwa sababu kwa ndoa hakuna pesa za mtu, lakini ni lazima tugawane majukumu. Ili tuseme ninaweza chukua majukumu fulani na wewe uchukue majukumu fulani, lakini si kusema eti pesa ni zako eti unaweza fanya chenye unafaa kutaka. Kwa sababu tunaweza sema ulipie watoto karo, mimi ninunulie watoto nguo. Pesa zenye zimebaki tunataka some investment in future. Kwa hivyo ni lazima zikibaki kama 10,000 tujue tutafanya nini, lakini sio kusema eti umebakisha pesa ni zako unaweza fanya lolote. Kwa hivyo fedha kwa ndoa bado zinachangia. Na that's why unapata labda mwanamume hayuko kazini, bibi yuko kazini, lakini sasa anafanya, yeye ndiye msimamizi wa hiyo boma, anaweza fanya lolote na anaweza mtreat bwanake vibaya kwa sababu yeye ako na kazi. Hapana, ni lazima sisi zote tusaidiane, kwa sababu hizo pesa na mambo mengine ndio inasababisha vifo katika ndoa. Na kila mtu ako na historia yake katika ndoa yake. Cha muhimu ni kuwa na upendo na heshima kwa ndoa. Tukifuata hizo vitu mbili, ndoa zetu zitadumu: upendo na heshima.